Wakati tungali Afrika wakatuambia Jean anafungwa. Tulifanya maombi, tukasikia anafunguliwa. Na tulipofika huku tukajaribu kumwambia, lakini Mungu saa yake ilikuwa bado haijafika. Amen. Mungu ana saa yake. Unaweza unaomba, anasikia, anangoja saa yake yenyewe kulingana na uvumilivu wake. Amen. Ninakumbuka siku moja tulikuja huku mnyumba yake. Tunakuja nikawaweka wawili hawa. Huyu ndio mkubwa na huyu ndio mdogo. Huyu akaleta raporo zake na yeye akata raporo zake. Lakini Jean kumweka chini kumwambia hapana. Huyu mtu ni pombe au ni nini? Mpaka ilifikia siku moja kasema hapana pastere, wende kunyumba, wende. Pastere akaenda kwake. Lakini Mungu ni wa ajabu. Huyu Mungu wetu huyu ni wa ajabu. Huyu bwana huyu alinifukuzaka siku moja usiku. Amena? Alinifukuzaka huyu mnyumba yake kama ndio kukuli. Ananiambia ubitoyola. Na mimi nikaangalia system yake, huyu mtu anapenda atoroke aende kupombe hivi. Inakuwa 0 na mukanyira umandano wamanchi usiyolala. Nikasema mimi sitaenda. Wewe ndio ulale na mimi nitaenda kulala. Sema ule mzee wasona sana niko bibi. Mimi kama mzazi nikaelewa si yeye. Kuna kitu kingine kiko pale. Lakini tulianza kukiombea, kubomoa. Siku moja ndugu yake akatuambia sema tata hicho kanisa. Kiza nenda kanisa sema nenda kanisa. Basi tukaendelea na maombi. Ndio siku moja kwa Facebook kanisa yenu kama ilikuwa au kama Facebook nyaka tukamwona iko kumimbali huko. Echa wangu. Mimi nilisema Mungu wewe ni wa ajabu. Usiponifanyia huyu aokoke, mimi sitaacha kuomba. Lakini shuhuda wake wa ukamilifu wa kuokoka yeye akusema hapa. Amena. Na Mungu bila ulisema kama ukiokoka, ukiamua kuokoka, shetani na yeye anajapaka anapanda. Ili uelewe hii. Ilisha kwa kuteste wewe ni mwaka mzima, miezi ya kutosha. Ninaulizaka anakunywa pombe? Hapana. Naita bibi yako kwa siri na mwambie bwana yako anakunywa pombe. Hapana. No, niko anaogopa akisema anakunywa pombe, mimi naenda kumwambia ataenda kumpiga. Lakini kwa kweli alikutana na Mungu na vitu vyote aliacha. Basi Mungu wetu ni wa ajabu. Hata huyu ndugu yake sasa iko na amani kabisa. Pastor hakuwa na amani. Wanamuita huku na yeye anakuja kumtakini kunyumba na vingine. Tunasema sisi tuombe tu, wewe ndio mkubwa, tuombe tu. Lakini Mungu alisikia. Baba, karibu sana. Amen. Basi
Yesu asifiwe. Sisi ndio watumishi ambao tuko katika kanisa. Huyu bwana kanisa kuona Mungu akaonyesha kwamba bwana amebadilika. Mbele atapita pale sio bwana anapita pale. Mungu akaonyesha kwamba huyu bwana amebadilika. Na tulimuita mmoja kwa moja kutoka pale. Nafikiri mchungaji anakumbuka na watumishi wengine wanakumbuka. Tukamwenda hapo tukasema Mungu tumeshukuru kwa kuwa unafanya kwa ajili ya mtumishi wako. Na tulipofanya vile, unaona watu wanadamu ni watu wa mashaka. Tukasema lakini Bwana vile amebadilika, sema hakika Mungu amebadilisha. Na hatua aliyofanya leo sasa ndio amedhihirisha wazi ya kwamba kweli yote aliyokuwemo imeenda na mai. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba kanisa kupiga makofi mazuri kwa kila wewe. Na huyu ndugu hakika ni mtumishi mzuri. Na anatumika kazi hapa kanisani. Na jina la Mungu litainuliwa zaidi sana. Mimi nataka kukuhakikishia kwamba Mungu alionyesha kwamba Bwana amebadilika. Na ule bado ambaye ana matatizo yake mashaka, ondoa mashaka. Wanadamu wanataka kusemana sana. Ule ni hivi, bwana hivi na hivi, lakini Mungu akishabadilika ndio baki ni historia tu. Barikiwe sana. Nishukuru na ushuhuda wako umeukamilisha. Ubatizwe sasa. Vita yangu mimi na wewe babu kubatizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuchoke. Hatuna chenye kinaweza tuweke kilinganishwe na upendo wa Mungu, hatuna. Lakini atatafuta $100 kama ushuhuda wetu. Na ninapenda nikomalishe neno lenye ndugu yangu alisema hapa. Mungu akikutendea kitu ushuhudie, na unaposimama kushuhudia hapa, tafuta hata kidogo. Amen. Tafuta hata kidogo. Utasoma Zaburi ya 15 mstari wa 14. Tolee Bwana dhabihu za shukrani. Ndio shukrani hizi. Kama hauna hakuna shida. Kama hauna hakuna shida. Lakini kama unajua kwa akaunti yako uko $500, tafuta hata 10 hata 20 kulingana na vile utajisikia. Wakati Mungu anakutendea kitu fulani, na yeye umpatie kidogo. Hata ni vyakula, hata ni nguo, hata ni kitu fulani cha kushukuru Mungu umpatie, kwa sababu shukrani ya mtu inamuongezea baraka. Amen. Yesu asifiwe. Nilikuwa napenda kuongezea kisi wazazi na wasera nataka kusema mimi nashukuru sana jamani, na suwe yangu kuwa siku moja nikula na wazee kabla wakati, kwa sababu heritage haiko franka ilitachia watoto wake, lakini heritage maana sana kuachia watoto wako neno la Mungu. Hiyo heritage, hata kuna mmoja mwenye ataenda atarudia tu, kwa sababu mpate yenye mababu zetu wa baba zake yenye walifanyaka wao wakazichukua na wakatupatia sisi, ndio inatuma ile neema ya Mungu inaenda kututafuta, ilitafuta mpaka kwenye kukua, ikasema rudia, kwa sababu mababu zako mababa zako walichukuliwa na mimi sitakuacha. Na ndio maana wakati tuko katika kanisa tuko tunajua heritage gani yenye tunachia watoto wetu. Hii hapa ni yangu mimi, na
na watoto wangu, kwa sababu nitasema na mimi siku moja baba yangu ndio mwenye aliniachia. Na wewe ujiulize vile. Amen. Sasa kwa kuongezea ile neno ya hawezi sema sikukuwa najua, kwa sababu nikali na brando kushuhudia bila kutoa, na mie vile $100 yake naongezea kwa $400. Mungu wetu si mfu, ni mzima. Mungu wetu si mfu, ni mzima. Amena. Mungu wetu si kiziwi, asikia. Si kiziwi, asikia. Amena. Huyu Bwana ni mimi nilimleta hapa Kanani. Nilikuja naye, wazazi walinikabidhi akujui inchi dunia gisi iko na yeye. Kama ni wewe utaenda pona, basi wewe. Kama sisi tutakufa huko, wewe na ndugu zako wewe. Nilikuja naye akaniambia miaka 10. Na tulikuja mke wangu alikuwa kabinti tu hivi. Nilikuwa nilala watoto watatu. Sasa nakuja nao wadogo zangu wawili, niko na mzigo wa kutosha. Wadogo zangu wawili, watoto watatu, mke wangu na mimi, na tunafika nchi ambayo hakuna tate, hakuna babu, hakuna nani, na tuliishi. Baada ya kupata miaka 17 hivi, vita vikaanza kabisa. Vita vikaanza kutoka kule, anaenda sasa. Nchi yenyewe ni nchi ya uhuru, hautamfunga mtu asifanye vyenye anataka. Basi aliishi maisha yake, akaoa na akapitia mambo mengi sana ambayo mimi alinisumbua mpaka nilikuwa naanza kusema angebakia ningekuja tena mwingine, sababu polisi nilikuwa na hata simu za polisi hapa. Nakumbuka hivi nilisema hapa, kama nilikuwa nafungwa mwezi kama huu, wangekuwa yuko mu prison ikwenda. Mpaka mara ya mwisho polisi ikaniambia, bwana Yesu, tunakupatia dakika 13. Ndugu yako tuko naye ule pale palais de justice. Bako bana mfunga kwa mgubili kwa magari yako vile, na tunakupatia 30 minutes. Ukifika hapa useme na shie, tutamfungula juu yako, asiende kwa prison kwanza. Lakini ukichelewa kidogo atafungwa na itakamata huko. Niko kazi nifanye na niliacha kazi nikaenda mbio kukutana pale. Okay, ulifanya vizuri kufika mpaka mfungule leo. Sasa vita vikaendelea, lakini hata wamfanye vile tena kwangu, tena anaenda kufanya fujo unipiganisha na mtema. Mpaka siku moja nilikuwa naanza kusema na mimi nitamfungisha kwa polisi, sababu haiwezekani. Hii ni kanyaro, ni zarau. Watoto wanaanza, yani ilikuwa vurugu, unapokuwa shetani ni hatari. Lakini tuliendelea kuomba Mungu. Wazazi walijua nilikuwa nawaambia, kaendelea kuomba Mungu, na tukaona kitu ambacho shetani alimtegea kusani ilikuwa pombe. Yaani pombe, alikuwa anakunywa pombe sana. Akikunywa pombe tu maisha yake. Hakuna Kenya kufanya hapo maisha yake. Lakini tu tulimwachia Mungu neno la mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la mwisho, sababu kama ni maprizo, yeye anatoa vitu vya sheria, vitu vya sheria vya hapo. Hakuna mwenye anatoa kwa sheria. Kama ni kwa maprizo, alienda, akarudia, anaenda. Kuna kitu ambacho
wakati Bwana Yesu anaanza kumtafuta, kuna ndoto zake ambazo alipata kwa usingizi, akakuja kunihadisia, nikajua, nikasema waingilie mimi, hata kama vichukue muda wapata. Aliona mtu wanakuja watu watatu, akaniambia simamale kama mdunia mnapoka watu wale watu hapo kwa hiyo sababu ni watu wazuri tena, yaani siaona wale watu. Na umoja alikuwa ananiambia bali mkutane kwa sababu kwa mashamba kumgole kwa manyumba kwa mashamba kwa kuchunga miindi kule foto tunaita nini echo kuchunga, na iko na kakitanda kate mule. Sasa iko na kalimbwa kate anafunga pale toka nyamkana mlinda wale watu wakafika ule mkubwa wale watu akaanza kumwambia watu, mimi nakufuata, ninataka nitoke mule ukuye muongee tufanye urafiki. Yeye anaanza kutomboka mkale kwa nyumba kake, anaanza kutomboka kwa tombokea, sema sitaki mtoke kule mimi. Anaambia kale kwa nyumba kake kama wale watu kale kaimbo hapana kuangalia tu wale watu kaimbo anarudia tena miguu yake. Sasa atakaimbo kangu kule mtu anatoka mule, mimi nakufuata wewe mara tatu. Ya mara ya mwisho akamwambia, na ile alisema tu, ndio akamwambia, nilikuja kwako kwa amani, lakini siku nitakuja kwa vurugu au utaweza. Siku nitakuja kutumia nguvu, wakati nakuja kwa amani ingekuwa vizuri. Huu kweli Mungu alifanya kitu mpaka hakutumia jinsi alikuwa anasema atumie juu yake. Mungu alifanya neema, ndio neema. Leo hakunywi pombe, na kuko kitu aliniambia hii masiku ilikuwa siku aseme anatia kakese kake, anatia kakese kake mwakili kakese kila siku anakontabilize pesa zenye alikuwa anagharamia kwa pombe. Zile pesa zake za kila siku kwa pombe alikuwa anaenda kufundikiza kwa ile kesi, ili angalia kwa mwaka alikuwa anakula pesa ngapi za pombe. Aliambia sema hata akili yenyewe ulikuwa sina hivi, niko naangalia kwenye franga zangu zilikuwa zinatumbukia zinapotea. Hizo pesa na aya kwa mwaka sio ni mwaka na nusu. Kale kakese kake iko na watu angalie miaka yake yote ya pombe, shetani alimkula pesa ya kila siku. Kwenye atafikia sijui miaka 10 au sijui miaka ngapi, siku atafungula ile kesi yake atashanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana shetani alimkula vitu vingi sana, lakini Mungu atamlipa sababu anaweza kurudisha. Kusimama yake mbele ya kanisa kwa kweli ni jambo la kumshukuru sana sana kabisa sana, na hakuna wokovu mwingine wa kuzidi huu. Ndio wokovu. Kuko kitu ambacho mchungaji pia amekisema, nimekusha kukwambia, batizwe, maana pale utakwenda umekamilika na mambo yote yataendelea
vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usisubiri. Biblia inasema nini? Aaminie na kubatizwa hata sasa hivi. Useme tu pale hatuna base ya maji, hatuna piscine. Leo sasa hivi tukikupeleka. Na kama unakubali mbele ya mkutano, sema, mwambie mimi. Utapanga. Bwana Yesu asifiwe. Kama utapanga usikawe. Ile ujibu na nisubiri hii masiku ili maisha yako yote yakamilike katika mikono ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sana.